tatizo ni nini? Dhambi. Dhambi. Injili ya leo mchungaji, watu hawataki kuambiwa habari ya dhambi. Nataka nikwambie kweli, hautaenda mbinguni, hautaingia. Parapanda ya Bwana italia. Watakao kwenda ni watakatifu tu, waliokataa maisha ya dhambi. Hao ndio watakao penya. Hautaingia mlevi, hautaingia kahaba. Mbingu ni ya watakatifu. Enyi watu wa Kasulu, unisikie. Anakuja mwenye kanisa, anakuja Yesu Kristo. Atachukua watakatifu waliokataa maisha ya dhambi. Wanawaambia watu, ni afadhali ukose mengine, lakini usimkose Yesu. Pokea Yesu wa salama. Pokea Yesu wa salama. Pokea Yesu wa salama. Hey, hey, anakuja Yesu Kristo. Sikia wewe, hatabeba walevi kama wewe, hatabeba wazinzi kama wewe, hatabeba waongo kama wewe, hatabeba watu wa namna hiyo. Hiyo dhambi unayoifanya wewe, ni kiongozi wa dini sawa, lakini Yesu hatishi na uongozi wa dini. Anaangalia maisha yako ya utakatifu. Unaishije ukiwa duniani? Una michepuko wewe. Hautamuona Yesu Kristo, hautamuona Mwokozi Yesu Kristo. Anakuja wa ndugu zangu, anakuja Yesu Kristo, anakuja kuchukua watoto wake. Parapanda ya Bwana italia na wote tutaisikia. Bwana atachukua walio wasafi, walio watakatifu, walioikataa dunia hii. Mimi ndio maana huwa nawaambia watu, tukiwapo duniani, ukitaka maisha yako yawe salama, ni kumpa Yesu maisha yako. Lakini sio hivyo tu, tunapokataa dhambi ni pamoja na kufahamu ya kwamba parapanda ikilia, Yesu hatachukua dini yako, hatachukua dini yako. Yesu haangalii dini ni ya kwanza au ya mwisho, hapana. Anaangalia walio safi, anaangalia walio takatifu, anaangalia walio safi. Wamama walioikana dunia hii wakasema hapana, tunakwenda na Yesu Kristo, tunakwenda na Yesu Kristo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Parapanda italia. Nasikitika wewe utabaki. 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 Tasikia tutangazo. Jamani, tunasikitika. Hatuwaoni watu. Kuna upotevu wa watu wengi, wamepotea. Hatujui wamekwenda wapi. Utasikia kiongozi mmoja simama, atasema, ndugu wananchi, kuna watu ambao wamepotea, hawajulikani wamekwenda wapi. Jamani ndugu wananchi, tumeandaa tume ya uchunguzi kujua ya kwamba watu wamekwenda wapi. Lakini tumesikia aina za watu walioondoka duniani ni hawa watu wanaojiita walokole. Eti wameokoka, ndio hawajulikani walipo, wamekwenda wapi. Yule kiongozi atasema, sasa nimeunda tume, na ile tume ambayo nimeiunda kwa sababu kuna aina fulani ya Wakristo wameondoka, nimempanga mwenyekiti wa hiyo tume atakuwa askofu fulani. Uelewe, na huyo askofu naye amebaki, naye hajaenda, hajaondoka huyo. Wachungaji, mimi huwa nafika mahali nasikia moyo unauma, pale ambapo unasikia watu wanakimbia, wanakuja kanisani, wanakuta huko unasalisha watu, halafu anafika nasema, jamani, wamekwenda hivi na wewe umebaki, na wewe umebaki, wamekwenda na wewe umebaki. Mimi wanasema, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, sitaki kubaki, sitaki kubaki, Yesu nisaidie. Watu wa Kasulu, anakuja Yesu Kristo, anakuja kuchukua watu wake, anakuja kuchukua walio watakatifu, anakuja kuchukua. Mnisikie, injili ya leo imeharibiwa. Watu wanataka kupona. Ukiwaambia kanisa la maombezi,
watu wanakimbilia hilo. Ni afadhali umwogope yule awezaye kuwa roho na mwili wako. Ogopa huyo peke yake, ogopa huyo peke yake. Ni afadhali uwe kiwete lakini unaiona mbingu, lakini maisha yako yako salama. Okoka leo. Sikia wewe, anakuja. Dalili zote zimeonyesha anakuja. Yesu Kristo anakuja, lakini hata kuchukua wewe hakuchukui. Maana ya maisha yako yameharibika. Hata kuchukua. Nataka nikwambie, ole ni wako na dunia hii ilivyoharibika. Sijui kwa nini unafanya mchezo.